kubwa wanatumia usafiri ambao ni magari, aidha ni magari ya kwao binafsi ama ni magari ya kukodi kama madaladala na usafiri wa umma. Kwa hiyo majira ya asubuhi ni lazima ukutane na watumishi ambao ni lazima wafike katika sehemu zao za kazi. Kutia kwenye foleni kwa sababu foleni ni ndefu, magari yanaunguruma, watu wanapata kupulizwa na viyoyozi. Kwenye foleni kuna mtu ambaye anangoja huduma, yuko ofisini, lakini anayemngojea bado hajafika ofisini. Kwenye foleni kuna mambo mengi ya kitaifa ambayo yanashindwa kufanyika kwa sababu moja ama nyingine, na ukumbuke tatizo moja linaleta tatizo lingine, na tunachoweza kuishauri serikali ni nini ifanye, na kwa sababu ina uwezo wa kufanya ni muhimu ikafanya. Okay. Serikali yetu ina majengo mengi sana ambayo yapo chini ya shirika lake la nyumba la taifa, National Housing Corporation. Nyumba zake zipo katika jiji la Dar es Salaam, lakini serikali yetu ina watumishi wake wengi sana wanaoishi ambayo inampotezea muda wake, anatumia nauli yake. Anapofika kazini lazima atengeneze mazingira ya kurudisha gharama zake, ndio rushwa inapotokea. Kwa hiyo foleni, kama nilivyokuambia, ni tatizo moja ambalo linazaa kitu kingine, lakini kama nilivyokuambia, kuwa na peace of mind ama amani ya kiakili
inapelekea ufanisi mzuri wa shughuli yoyote. Kwa hiyo, kwa kuwa serikali na maofisi yake katikati ya jiji na watumishi wake ndio wanaingia kwa wingi katikati ya jiji kwenda kutekeleza majukumu yao ya kitaifa, ambao wengi wao wana magari binafsi na wengine wanatumia magari ya serikali, ni wakati wa serikali kufanya maamuzi ya kisasa, kufanya maamuzi ya kimaendeleo, maamuzi ambayo yataweka wepesi sio tu katika kuongeza ufanisi wa kazi za kiserikali, bali yataleta wepesi katika swala zima la kupunguza msongamano, lakini pia kupunguza gharama za serikali ambazo zinatumika katika kadhia hii nzima ya foleni, kuongeza ufanisi katika muda, kupunguza gharama kutumia magari ambayo yanatumia mafuta na kodi ya serikali. Hivi itawezesha uchumi wa Kitanzania, maendeleo ya Tanzania kuwa katika ngazi ya kipekee. Lakini haya yanawezekana vipi? Kwa kuwa tuna wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika wizara mbalimbali. Wafanyakazi hao wana uwezo wa kupewa makazi karibu na sehemu zao za kazi. Ninamaanisha nini? Mtumishi anayefanya kazi wizarani pale posta, zipo nyumba nyingi za National Housing katikati ya jiji. Okay. Nyumba zile zingeweza kutumika kama sehemu ya serikali kuonyesha upendo wake kwa watumishi wake. Kitu cha kwanza, ingewajali kwa kuwapa makazi ambayo yatakuwa karibu na sehemu zao za kazi. Watumishi hawa watakuwepo na uwezo wa kuweza kuamka asubuhi na kutembea kuelekea maeneo yao ya kazi, na hii itazidisha ufanisi. Lakini sio pia tu hivyo, iwapo serikali itaamua kuwaweka watumishi wake karibu na maeneo yao ya kazi, itasaidia serikali yenyewe kujiendeleza zaidi. National Housing katikati ya jiji bado ina majengo yale ya kizamani. Ina maana kama wangeamua kuwaweka watumishi wake katika majengo yale ambayo yapo karibu na maofisi, inamaanisha ingevunja na kujenga majengo ya kisasa ambayo yangeaccommodate watumishi wengi zaidi, na hivyo kuleta maendeleo ya muonekano. Lakini pia wangekuwa wamepunguza kadhia nzima ya foleni ambayo inaletwa na wafanyakazi hao ambao lazima waamke asubuhi kuelekea katikati ya jiji na jioni kuondoka katikati ya jiji, na ndio chanzo cha foleni. Lakini ukiangalia kwa kina, zipo sekta nyeti ambazo zinahitaji ukaribu kabisa katika ufanisi wake. Tunaongelea sekta za ulinzi, watu wanaohusika na masuala ya afya. Hawa ni watu ambao wanatakiwa kuwa karibu kabisa na maeneo yao ya kazi. Leo hii utakuta kwamba askari anayefanya kazi katika kituo cha kati, Central Police Station, askari anayefanya kazi Msimbazi, askari anayefanya kazi Oysterbay, anaishi mbali na eneo lake la kazi. Unajiuliza, pindi litakapotokea tatizo ambalo linahitaji kuongezwa kwa nguvu kazi, wataweza kuwa mobilize vipi watu hawa ili waje kutia mchango wao katika muda mwafaka? Okay. Ukiangalia sekta ya uuguzi, madaktari wetu, manesi wetu wanaishi mbali na hospitali ya Muhimbili, wanaishi mbali na hospitali ya Amana, wanaishi mbali na hospitali ya Ocean Road. Unajiuliza, inapotokea swala la emergency ya ghafla, tumepata ajali kubwa, tumepata majeruhi wengi, na tunahitaji uangalizi wa karibu wa watu wengi zaidi katika sekta ya afya, waongeze nguvu kwa pamoja. Majira ambayo sio ya kikazi, tunamobilize vipi hawa watu kuja kutoa huduma? Unakuta muuguzi wa hospitali kuu ya Muhimbili anaishi Tabata Segerea, anaishi Tegeta, anaishi Kunduchi, anaishi Mbagala. Unajiuliza, likitokea tatizo la ghafla, utaweza kumpata vipi aje kutumikia watu wa taifa lake kwa kazi ambayo ni jukumu lake, sio kupenda kwake? Kwa sababu ukiangalia mazingira yanayozunguka hospitali ya Muhimbili, zipo nyumba za National Housing pale Upanga. Tungeweza kuwaweka hawa wauguzi kwenye zile nyumba, wangeweza kuishi karibu na mazingira yao ya kazi. Ukiangalia kuna askari wetu wa fire, moto unaweza kuzuka kwa ghafla, moto ambao unaweza kuteketeza jiji letu.
tunaweza tukahitaji nguvu ya pamoja ya ghafla ya askari hawa kukuja kulidhibiti hili tatizo. Askari hawa ambao wana mafunzo ya kazi hii watashindwa kutoa mchango wao kwa sababu wanaishi katika maeneo ambayo hayatambuliki, mbali na maeneo yao ya kazi. Tutateketea. Lakini kuna nyumba zinazunguka pale Fire Kariakoo, nyumba za National House. Ni nani anaishi kwenye zile nyumba? Kwa nini tusiwape askari hawa ambao wana majukumu ya kitaifa, askari hawa ambao wanaamka asubuhi wakipambana na foleni kuelekea katikati ya jiji ili wakatumikie? Kwa nini tusiwaweke karibu na maeneo yao ya kazi, ili tuondokane na kadhia ya foleni ambao sasa haitokuwa na ulazima, kwa sababu ataamka na atembee kwa miguu kwenda ofisini kwake? Askari wa kituo cha Msimbazi anahitajika kwa ghafla pale ofisini, kuna matukio yametokea, atashindwa kupatikana kwa muda kwa sababu anaishi Gongo la Mboto, anaishi Mabibo, anaishi Ubungo, anaishi Kimara. Inamaanisha maadui zetu watatupiga, watatushinda kwa sababu tumeshindwa kuweka nguvu yetu katika sehemu ambayo ingeweza kutupigania. Kituo cha Central ama kituo cha Kati, kuna nyumba zinazunguka eneo lile, nyumba la shirika la taifa ambazo zingeweza kutumika kuweka watu hawa ambao ni muhimu katika taifa letu, kuweka watu hawa ambao wanafanya kwenye mawizara yetu, kuweka watu hawa ambao wanafanya kwenye hospitali yetu. Watu hawa wakae katika nyumba hizi za National House, wakae katika nyumba hizi za serikali yao, serikali ambao wanaitumikia wao. Hili ni jambo lazima utumie jicho la tatu kuliangalia kabla useme kuna tatizo sugu la foleni. Niambie, ukiwaweka watu hawa katika mazingira karibu na kazini kwao, hiyo foleni unaoisema itatoka wapi? Hayo magari unaniambia yanaingia kila siku asubuhi yakielekea katikati ya mji, yatatoka wapi kwa wingi huo? Solution sio kujenga barabara nyingi. Solution ni kuliangalia tatizo na kulipa majibu sahihi ya tatizo. Okay, mheshimiwa, mimi nimeelewa sana kile ambacho ulikuwa unajaribu kuzungumza. Na wewe unahisi sasa nini itakuwa ni solution ya tatizo hili ambayo serikali ikifuata itakuwa imejaribu kufanya jambo fulani kwa ajili ya taifa? Vizuri sana. Solution ni kwamba serikali itumie mali zake kwa ajili ya watu wanaotumikia taifa lake. Huwezi kuwa na karani wa mahakama, jaji wa mahakama, hakimu wa mahakama anakaa mbali na ofisi yake. Kwa hiyo tunachokisema hapa ni kwamba shauri litachelewa mahakamani kwa sababu watachelewa kufika mahakamani. Kwa nini wasiishi katika nyumba ambazo zipo karibu na ofisi zao? Inamaanisha wataweza kujitolea zaidi kwenye kazi yao, watakuwepo pale kwa muda mwafaka kwenye kazi yao. Hizi nyumba ambazo zipo katikati ya jiji, nyumba za National House, shirika la taifa la nyumba, zitumike kwa watumishi wa umma kuishi katika nyumba zile, watoe huduma kwa watu wa taifa lao. Okay. Watoe huduma za kitaifa, lakini pia hata wafanyabiashara ambao wana maofisi mjini waweze kupata first priority. Kigezo cha kwanza cha mtu kupangishwa katika nyumba hizi kama mkazi, kiangalie ni shughuli gani anafanya katikati ya jiji. Okay. Kwa hiyo kwanza tuangalie watendaji wa sekta ya taifa ambao ni watumishi wa umma. Hawa waweze kuwa ni first priority. Moja kati ya kigezo cha kimkataba cha serikali ni kumpa sehemu ya karibu ya kuishi na ofisi yake. Okay. Ambapo ni kumweka karibu na majengo ya kiserikali yaliyopo katika eneo hilo. Hii itarahisisha, kutakuwa hakuna gharama kubwa za serikali kutoa magari kwa watumishi hawa. Mafia mengi yatapungua. Ndio maana unasikia Sweden waziri mkuu anaenda ofisini na baiskeli. Waziri mkuu wa Sweden anaenda ofisini na baiskeli. Uliza anawezaje kwenda na baiskeli? Anafanya mazoezi jambo la kwanza, lakini anaishi karibu na miundombinu inamruhusu kufika kazini na baiskeli, kwa sababu anaishi karibu na ofisini kwake. Kwa hiyo tukiangalia, tukiwaweka watumishi hawa karibu, gharama za magari zitapungua ya serikali. Serikali itakata gharama zake kwa wingi sana. Lakini pia vile vile serikali itaonyesha kwamba inawajali watumishi wake. Hilo jambo lingine la msingi sana. Kwa hiyo watafanya kazi kwa moyo, watafanya kazi wakijitolea kwa muda mwingi zaidi, kwa sababu watakuwa mazingira ambayo hawachoki. Unaona? Lakini kingine ni kwamba serikali yenyewe itakuwa imejipangilia vizuri kwenye kuboresha hata majengo yake. Ikigundua kwamba ina uhitaji mkubwa wa kuwaweka watumishi wake katika majengo yaliyokuwa karibu na ofisi,
serikali itaingia gharama ya kujenga majengo ya kisasa zaidi, kwa sababu ardhi ambayo inajenga ghorofa, kwa sababu Dar es Salaam pale mjini huwezi kujenga tu majengo ya kizamani ghorofa moja mbili kama yalivyo sasa hivi. Watanyanyua skyscrapers ambazo watumishi wengi zaidi wanaweza kuishi mule, na hii itasaidia hata muonekano wa jiji. Tutakuwa na jiji la kisasa, foleni zitakuwa chache. Hii kadhia ya foleni na huu uongo tunaosikia kwa watu mbalimbali kwamba kuna tatizo sugu la foleni itakuwa ni historia. Kwa hiyo mheshimiwa, unajaribu kusema ni kwamba serikali inatakiwa kutoa mchango wake mkubwa sana kwa kutoa vipaumbele kwa watumishi wengi wa umma kupata zile national housing ili wawe karibu na kuna maeneo yao ya kazi. Yeah. Mimi nakubaliana na wewe kabisa kwa 100% kwamba tatizo la foleni linasababishwa kweli na watu wengi ambao wanatoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine kwa wakati mmoja na kurudi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo barabara kwa mfano ile ya Salenda, barabara ya Morogoro Road, hii barabara ya Kigogo, zote zinakuwa zina foleni asubuhi kwa sababu ya tatizo hili kubwa. Ni kweli mheshimiwa, kama serikali ikijaribu kuwapa wale watu wa eneo fulani wa eneo lile wa kwenda kufanya kazi kwa eneo fulani wa maeneo ya mijini, itakuwa ni vizuri sana mheshimiwa. Nyuma kidogo au nikukatishe, katika upande wa makazi, mtumishi huyu wa umma umependekeza kwamba akiwa karibu na eneo la national housing akaishi pale, itamsaidia yeye itatusaidia kupunguza tatizo la foleni hapa Dar es Salaam. Lakini kile ambacho mimi nafahamu ni kwamba national housing zina gharama sana kwa Mtanzania wa kawaida kuweza kuafford na kuweza kuishi pale ili aweze kurahisisha eneo lake la kazi na eneo lake la kuishi. Wewe unahisi Mtanzania wa kawaida anaweza kuafford gharama za national housing? Swali zuri sana. Nilipenda swali lako. Sikulitegemea lakini nilipenda sana. Wanasema chakula cha baba kila mtoto kala baba. Nyumba ya serikali, mtumishi wa serikali. Serikali inaweza kuona kwamba inapata pesa nyingi sana kwa wale ambao wamewakodisha kwa gharama kubwa, lakini ni uongo. Pata picha. Serikali inachukua pesa nyingi ya kodi kwa watu hawa ambao wamepanga katika nyumba zile za national housing. Ukisema gharama hizo ni kubwa kwa Mtanzania wa kawaida kuzilipa, tutahoji hapo kwamba inawezekana vipi nyumba ya mali ya serikali Mtanzania wa kawaida akashindwa kukidhi gharama katika nyumba ya serikali yake mwenyewe na mshahara anaopata kutoka kwenye serikali hiyo. Itakuwa ni kitu cha ajabu. Itamaanisha serikali itakuwa haiwalipi fair kama ni kweli. Lakini ninachokuambia hapa ukiangalia ni kwamba gharama ya serikali inayoingia kwa kukosa kuwapata hawa watumishi ndani ya muda katika makazi kutokana na swala zima la foleni. Foleni ina madhara makubwa sana ya kiuchumi, inapoteza pesa nyingi, inapoteza nguvu kazi nyingi, ufanisi mwingi unapotea katika foleni hii. Jambo ambalo litakiwa kufanyika kwa masaa 3 nyuma litafanyika masaa 3 mbele kwa sababu ya foleni.
ghorofa 20-30 ambao wangeweza kuishi watumishi kwa wingi wao, na wangeweza kutoa huduma nzuri zaidi, lakini pia wangeweza kutoa hata advantage kwa watu wote ambao wana maofisi na makampuni na mashirika mbalimbali katikati ya jiji, wakaweza kupata hata priority, japokuwa ni private sector, wakapewa first priority ya kuishi katikati ya jiji kutokana na shughuli zao. Hivi sasa tunavyoongea ni 20% ya wakazi wa katikati ya jiji ambao wana mabiashara ya maduka, maofisi na kadhalika ambao wanaishi katikati ya jiji. Asilimia kubwa ya watu wanaishi katikati ya jiji ni watu ambao shughuli zao ziko nje ya jiji. Okay. Asubuhi wanatoka wanaenda kwenye maviwanda nje ya jiji, ambapo ndio wengi wao wanafanya kazi kwenye maviwanda mbalimbali ya uzalishaji. Viwanda ambavyo vipo kwenye industrial area ambao sio katikati ya jiji, ni nje ya jiji. Airport Road, Kurasini, ukienda Mikocheni, the industrial area, Mabibo area, Mandela Road. Asubuhi wanaamka wanaelekea huko kwenye maeneo hayo. Wengine wana familia katikati ya jiji, wanaishi nje ya Dar es Salaam, mikoani huko kwenye production mbalimbali walipo. Kuna familia nyingi zinakaa katikati ya jiji ambapo viongozi wa familia hizo hawana jambo lolote linalohusisha na wao na shughuli yoyote katikati ya jiji. Wengine wanaishi nje ya nchi, lakini familia zao ziko katikati ya jiji. Kuna tatizo kubwa sana, kuna siri kubwa sana katika makazi yaliyopo katikati ya jiji. Yana hasara kubwa sana kwenye taifa, lakini watu wamefumbia macho, watu wameonea haya, na kwenye kuonea haya ndio matatizo yalipo. Kwa hiyo gharama zile ni ndogo sana kama serikali itaamua kuwapa privilege watumishi wake. Itakuwa imeokoa gharama kubwa kabisa ambazo serikali inaingia kila kukicha, lakini ufanisi na kadhia nzima ya kusema Dar es Salaam ina aibu ya foleni itapotea. Foleni itakuwa historia. Utendaji wa kazi katika maofisi mbalimbali katika jiji utakuwa ni wa kipekee. Hapa tutakuwa na hakimu anachelewa, hapa tutakuwa na karani anachelewa mahakamani, hapa tutakuwa na mtu wa wizara ambaye anachelewa. Ukienda uhamiaji utapata pasipoti yako kwa muda, utongoja afisa kwa sababu hayupo kazini. Mambo mengi yataenda vizuri sana. Watumishi wetu watakuwa na peace of mind katika utendaji wao wa kazi. Wauguzi wetu wakikaa karibu na zile nyumba zilizo pale Upanga, watafanya kazi kwa ufanisi sana. Hata lunch wanaweza wakawa wanaenda kula nyumbani katika ule muda, ama wanaweza wakaletewa kazini, na itawajenga wao vizuri sana. Mtu ambaye anaamka kazini asubuhi anakimbia nyumbani kutembea kwa mguu, hatakuwa na gharama kubwa. Hata rushwa itakuwa. Tutakuwa ni taifa moja zuri sana. Tutakuwa na taifa la kipekee, na tutaweza kubadilisha miji mingine pia. Hili linawezekana. Mheshimiwa, umesema hata rushwa itapungua. Kivipi mheshimiwa hapo? Tukiongelea rushwa, utaangalia mtu ambaye anaingia asubuhi, anakaa mbali ya jiji, anabidi aendeshe gari kwenda asubuhi, anabidi akodi usafiri mbalimbali kuelekea katikati ya jiji asubuhi, ama vyovyote vile, lakini ana gharama katikati, gharama ambazo anatakiwa azifikie kila kukicha, lakini mshahara wake unakuja mwisho wa mwezi. Kwa hiyo mtu ameweka mafuta kwenye gari, unategemea akija kazini atarudisha vipi ile hela yake? Lazima atengeneze mazingira ya rushwa. Tunajua sekta ya serikali, ukiwa mtendaji wa serikali, hakuna dili unaweza kupiga katikati ya kupata pesa. Kwa hiyo kama huwezi kupata pesa katika kazi kwa sababu unalipo mwisho wa mwezi, lazima utakuwa muongo katika kazi unayoifanya, aidha kwa kuchukua rushwa ama ubadhirifu. Na hivi ndio vichocheo, kwa sababu mtu anaingia gharama kubwa kila kukicha. Foleni tunazoziongelea nimekwambia zina gharama kubwa sana. Mtu ambaye anafanya kazi katikati ya jiji, ambaye lazima aje kazini asubuhi ili aweze kusaini kwamba ameripoti kazini, na jioni lazima atoke kazini, na lazima asaini kwamba ametoka kazini. Mtu huyu anatumia usafiri wa namna moja ama nyingine. Kama anaendesha, anaweka mafuta. Kama anatumia usafiri wa umma, analipa nauli. Akili yake haitokuwa sawa kwenye utendaji, lakini pia kwenye gharama anazoziingia. Kumbuka, mtu analipo mwishoni mwa mwezi, na kama analipo mwishoni mwa mwezi lakini unatumia gharama kila kukicha, na ni gharama kubwa, wengi wao ni tofauti na mishahara yao, utaona ya kwamba mtu huyu atashawishika kuchukua rushwa ili kukidhi yale mahitaji yake ya kiusafiri kila siku. Kwa hiyo atachukua rushwa ili aweze kuweka mafuta, ama afidia yale mafuta aliyokuja nayo kazini asubuhi na yale atakayoweka jioni kwa ajili ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo anatengeneza mazingira ya rushwa.
na asipotengeneza mazingira ya rushwa kuchukua kwa mtu, basi atakuwa mbadhilifu katika hesabu za kiserikali, katika kazi anayoifanya, hatakuwa mkweli. Itabidi aongeze sifuri ili aweze kujikusanyia cha kwake, ili aweze kukidhi zile gharama zake mwenyewe. Kwa hiyo utaona kwamba wakati mwingine mtu analazimika kuchukua rushwa kutokana na mazingira ambayo yapo. Kwa hiyo mheshimiwa, unajaribu kuniambia ni kwamba mpaka mtu anachukua rushwa, aidha ni serikali imechelewesha mshahara, serikali watu wanashindwa kuvumilia, au tamaa za mtu binafsi, au unahisi serikali ifanye nini labda kuzuia hivi, aidha itoe mara 2 mshahara katikati ya mwezi na mwisho wa mwezi, au unahisi ili tuweze kupunguza zile tamaa za mtu katika kuwa mbadhirifu na katika kutoa au kupokea rushwa? Kwenye swala la kutoa na kupokea rushwa tunasema kuna mambo mengi. Nitakupa tu kwenye mfano. Mtumishi huyu anachelewa kufika kazini. Okay. Akichelewa kufika kazini, jambo ambalo lingefanyika masaa 3 nyuma litafanyika masaa 3 yajayo. Kuna mtu anahitaji hii huduma. Anapohitaji hii huduma hawezi kuipata katika muda mwafaka ambao umemleta pale. Kwa hiyo itabidi alazimishe ili apate huduma kwa wakati. Lakini kuna mtumishi ambaye amechelewa kufika kazini kwa sababu alikuwa anapambana na foleni. Kumbuka mtu huyu ameingia gharama za kiusafiri. Anakaa Segerea, anakaa Kunduchi, ameweka mafuta kwenye gari ili afike kazini kwake. Kwa hiyo ana gharama zile za mafuta, lakini mtu huyu analipwa mshahara mwishoni mwa mwezi. Hata ukimlipa katikati ya mwezi mara 2 mshahara, hata ukimlipa mara 3 mara 4, huyu ni binadamu, ametengenezwa na matamanio na matarajio. Mtu anamiliki gari, hawezi kukataa kuja na gari kesho, akubali kuja kwa Mungu. Anabidi akidhi kujiweka kwenye level yake. Wanasema ile ni standard. Na kwa sababu anataka ku maintain standard, atafanya chochote ili aweze kukaa katika ile level yake. Kwa hiyo atalazimisha. Kwenye kulazimisha huku ndio panapoleta mambo kama haya ya rushwa.